Habari ndugu mtazamaji, karibu katika mada ya leo. Leo tutakwenda kuongelea moja ya mada muhimu ambayo imekuwa ikiwasumbua sana watu wengi. Tutaangalia kwa nini watu wengi hawaponi magonjwa ya zinaa au yanajirudia mara kwa mara, mfano ugonjwa wa gonorrhea, kaswende na syphilis na trichomoniasis. Magonjwa haya yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Tutaangalia nini tatizo ambalo linapelekea magonjwa haya kujirudia mara kwa mara. Utakuwa nami daktari wako Lenny Komba. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe, kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Sababu ya kwanza ni kutomaliza dawa. Sababu ya kwanza ya magonjwa haya kujirudia ni mgonjwa kutomaliza dawa ile ambayo amepewa na daktari, kutumia dawa nusu au kutomaliza dawa kabisa na matibabu kabisa, na kuacha dawa pindi tu dalili zitakapoacha. Kwa hiyo watu wengi wanapewa dawa za siku 14, lakini mtu anaacha dawa siku ya 3, jambo ambalo limekuwa haliwezi kufanya, inapelekea pia hii ugonjwa kujirudia mara kwa mara. Sababu ya pili ni kutotibiwa na mwenza. Mtu anakwenda kutibiwa kimya kimya kwa daktari bila kuwa na mwenza wake, na kuna shauri kabisa kwamba ugonjwa huu hakikisha na mpenzi wako pia anatibiwa, kwa sababu usipotibiwa na mpenzi wako, basi kuna uwezekano mkubwa wa wewe kurudia kupata tatizo husika. Sababu ya tatu ni kuwa na wapenzi wengi. Sababu hii ni sababu ya chanzo kikuu cha kurudia kwa ugonjwa huu. Watu wengi ambao wana wapenzi wengi, basi ugonjwa huu umekuwa ukirudia mara kwa mara, na wengi wamekuwa wakipata changamoto hii. Anakuambia kabisa, bado daktari, nilitibiwa na mpenzi wangu, lakini changamoto ni kwamba nimerudia tena kwa mpenzi mwingine ambaye ana hii changamoto. Kwa hiyo hii ni pia inaweza kupelekea ugonjwa kurudia mara kwa mara. Sababu nyingine ni kuchelewa kuwahi matibabu pindi dalili zinapoanza kutokea. Dalili zinapoanza tu za mwanzoni, basi mtu anachelewa kuanza matibabu, anaanza kujitibu mwenyewe nyumbani. Anafika hospitali, basi tatizo tayari limeshakuwa kubwa na tatizo ambalo haliwezi kutibika kirahisi. Sababu nyingine ni tabia ya kujitibu mtu mwenyewe akiwa nyumbani. Yeye mwenyewe anajifanyia diagnosis, anaenda kwa dawa, anajinunulia dawa, anajitibu kulingana na dalili zinavyoonyesha. Kwa hiyo magonjwa yamekuwa yanakuwa na dalili nyingi, kwa hiyo yana dalili mbalimbali. Lakini sasa mtu anajitibu yeye mwenyewe bila kufuata vipimo wala ushauri wa daktari wala kufuata ushauri wowote ule wa kitaalamu. Kwa hiyo mwenyewe tu anaamua tu, ngoja nikajinunulie Doxin au nikajinunulie Azithromycin au nikajinunulie dawa gani. Kwa hiyo tunashauri pia, kama kujitibu ugonjwa huu, hakikisha umeonana na daktari na amekupangia matibabu ambayo yanatakiwa. Sababu nyingine ni kutokuwa na elimu sahihi kuhusu afya ya uzazi, lakini pia afya kujikinga na magonjwa haya. Njia ambazo zinasababisha magonjwa haya mara nyingi zinafanana na mgonjwa wa gonorrhea, trichomoniasis, kaswende. Njia zake nyingi ni njia ya kufanya ngono zembe bila kutumia kinga. Sasa ukiendelea kuwa na wapenzi wengi na kutumia mbinu za kujikinga, mfano kutumia kondom, lakini pia kuwa na mpenzi mmoja, basi ni rahisi pia kujirudia magonjwa haya. Sababu nyingine, baadhi ya dawa kupata resistance, yani usugu wa dawa kwa bakteria hawa, kwa mfano Neisseria gonorrhea, lakini pia Tacobacteria. Kwa hiyo hao bakteria ni bakteria ambao wa baadhi ya dawa zimepata ukinzani. Kwa hiyo cha kufanya ni kwamba kabla haujatumia dawa hizi, walitumia dawa kwa ugonjwa huu, hakikisha mwasiliana na daktari akupe dawa ambayo haijapata ukinzani kwako. Lakini pia usiwe na tabia kwenda kujinunulia dawa kwenye duka la dawa au unaenda tu duka hospitali au zahanati na bwana, mimi naomba nichome sindano 5. Kweli utachomwa, lakini hautapona. Kwa upata ushauri wa daktari wa kina ndipo utumie dawa. Inawezekana kama ulinunulia dawa ambayo tayari imeshapata usugu wa dawa katika mwili wako. Sababu nyingine ni kutofuata maelekezo sahihi wakati wa kutumia dawa. Tunaelekeza kabisa, unapotumia dawa za magonjwa ya zinaa, hakikisha kwamba katika matumizi, siku zote za matumizi ya dawa hamkutane kingono,
sababu mkikutana pia inakuwa hakuna kitu ambacho mnakifanya. Kwa hiyo tunashauri ufuate maelekezo sahihi kama ambavyo daktari wako amekuelekeza, na daktari atakuelekeza kwa lengo la kukuokoa, sio kwa lengo la kukuua. Kwa kufuata mambo hayo, tunaamini itakusaidia, itakujengea afya bora na utaweza kujilinda na kuwakinga uwapendao. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Naamini kuna jambo kubwa sana ambalo umejifunza katika mada ya leo. Hizi ndizo sababu ambazo watu wengi hawaponi haya magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo kama unasumbuliwa na magonjwa haya na tatizo lako limekuwa sugu, nitafute kwa namba 0767443887, namba ambayo inapita hapo chini, ili upate ushauri wa kina na tuweze kukusaidia ili uepukane na changamoto hii. Changamoto za magonjwa ya zinaa ni nyingi, kwa hiyo tuwasiliane ili tuweze kukusaidia na tuweze upate uponyaji na ndio na shughuli zako. Nikutakia siku njema na